Naam. Wewe kama Joram, kuchomoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Mhm. Wale watoto ambao wanatumwa na wazazi wao waende wakanunue sigara na mihadarati na dawa nyingine za kulevya. Unaweza waambia wakitumwa wasiende kuzinunua, wasitii amri ya wazazi wao kwenda kununua hizi dawa za kulevya, kwa sababu labda inaweza ikawatosa pia wao katika matumizi ya dawa za kulevya? Hilo ni jambo ngumu kweli. Naam. Lakini ni mimi, kwa maana mimi ni Mkristo, Ndio, nitairejelea Biblia tukufu. naam, Ya Ukristo, maana Biblia inasema kwa siku zote, naam, tii wazazi wako, ndio uweze hata kuongezewa siku nyingi. Ndivyo Biblia inavyosema, sijui labda kwenye Korani ama kwenye mifunzo ingine ya Wahindu inasemaje. Lakini nitarejelea, maana Biblia inasema tii mzazi wako hata kama ni mlevi, hata kama ni mwendawazimu, tii ndio uweze kuongezewa siku nyingine, na hiyo ndio it is a command with a promise. Ndio. Kwa hivyo akitumwa akanunue sigara, akanunue bangi na akauze hata hiyo bangi, aende auze tu. Ndivyo unamaanisha ili apate baraka na aweze kuongezwa siku kwenye Biblia, ama unamaanishaje bwana Jora? Na msihi tu mtazamaji, wewe tii mzazi wako. Ndio. Lakini tii kwa mambo ambayo ni halali. Naam. Maana hatutakosea tukisema kwamba kuna wazazi wanaomiliki vilabu, Naam, na kuna wazazi wanaouza bangi na pombe na sigara. Naam. Kwa hivyo ile ni biashara. Na utaweza pata ule mzazi analipa karo, analipa matumizi mengineyo ya kwenye nyumba na vifaa vinginevyo. Kwa hivyo wewe tii mzazi wako tu, utabarikiwa na Mungu atajisikia maombi yako. Naam. Hivi unafikiria kuna labda tuseme vijana ambao wametumika kuuza dawa za kulevya na wao hawazitumii? Kwa mfano, unaweza mpata binti kwenye kilabu pale anauza mvinyo ya kila aina, si San Antonio, si vodka, si Smirnoff, yani zote zile ziko pale. Lakini yeye hanywi mvinyo, hanywi hata moja. Kuna uwezekano ama hamna uwezekano? Italingana na maumbile. Naam. Na ile tunayoita nidhamu ya mtu. Lakini naona ni tashwishi kubwa kuwa unauza kitu ambacho hutumii. Kasheshe. Kuna kasheshe kubwa. Naam. Kwa hivyo naona itakuwa ni vigumu sana kuuza kitu ambalo hutumii, na unajua kila mwamba ngoma huivuta kwake. Naam kabisa. Lazima usifu kitu chako ndio hata uweze kupata biashara na kukiuza. Naam. Tena lazima uisikie ladha ya kwake. Ndio usikie ina ladha gani kwa wanunuzi. Naam. Haya, Bwana Joram. Mtazamaji wa runinga amedai kujua kwamba iwapo serikali imeweza kupiga hatua mwafaka katika kuratibu na kupigana na matumizi ya dawa za kulevya, haswa kwa vijana wa vyuo vikuu na hata vijana wengine nchini kwa ujumla. Serikali inajaribu kadri iwezavyo kupigana na hili jambo la mihadarati. Kwa mfano nilikuwa nimetaja kitengo cha NACADA, nimesahau kidogo vile NACADA inamaanisha, lakini ni kitengo cha kupigana na utumizi wa mihadarati hasa hapa Kenya. Lile kitengo limeongozwa na kijana mwenzetu Bwana Chipukizi. Na liko na ile mipango na mipangilio ya kupigana na mihadarati. Kwa mfano miezi mitatu ama miwili iliyopita, kupitia naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, kulikuwa kumetoka amri ya kupigana na ulevi ndani ya kaunti zilizoko Mlima Kenya, si unakumbuka? Kabisa baba. Na kule kwa mfano hata kwa sasa vilabu vyote vya kuuza pombe isiyo halali zimefungwa ndani ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kabisa. Nirudishe shukrani sana kwake gavana wa Tharaka Nithi, Bwana Onesmus Muthoni Njoki. Naam. Na pia Embu zimefungwa. Mofaya, Gataya. Pia kwake nirudishe shukrani. Nirudishe shukrani mingi sana kwake CS Waziri. Bwana Kithure Kindiki kwa hata kutoa hiyo amri ya kufunga vilabu vyote. Na si unaona hiyo inaonyesha kwamba serikali iko katika vita dhidi ya mihadarati. Naam. Unafikiria ipo siku ambapo matumizi ya mihadarati haramu nchini Kenya itakoma kweli, hata siku moja hiyo hamna mihadarati haramu tena kama vile bangi, heroin, cocaine, mad drugs? Unafikiria ipo siku matumizi yake yatakoma kabisa hapa nchini Kenya? Hapa nchini Kenya tumeathirika sana na bangi. Maana nduru za kuaminika zinasema bangi inatoka Ethiopia, inatoka Uganda. Ipo nyingine imepandwa katika misitu ndani ya Kenya. Kwa hivyo lile jambo la bangi ni jambo linafaa liwekewe kitengo maalum, lipewe kipaumbele sana kupigana na ile bangi. Lakini kwa mfano mihadarati kama vile heroin, cocaine, sijaiona sana Kenya. Haina watumizi wengi. Wacha hata nishukuru serikali ya Kenya, maana imedhibiti
ile cocaine ama heroin. Na hizo ndo dawa za kulevya zile hatari sana. Hizo hazijaziona sana Kenya. Naam. Hivi ya kwamba marijuana imekuwa ama cannabis sativa imekuwa ni dawa ya kulevya ambayo ni haramu nchini Kenya, lakini bado inapatikana kwa urahisi sana. Kado na kuwa ya kwamba serikali imefanya juhudi makusudi kupigana na utumizi wa dawa za kulevya. Unafikiri hizi dawa huwa zinafikia wapi? Hizi dawa ama huwa zinapatikana vipi humu nchini ili hali hizi dawa ni haramu na serikali bado inapigana na utumizi wake? Kulingana na mimi vile ninavyoona, kuna tashwishi na shida kubwa na changamoto kubwa sana katika boda, hasa boda ya Kenya na Uganda, hasa boda ya Kenya na Tanzania, na mwisho boda ya Kenya na Ethiopia. Pia kuna tashwishi kubwa sana bandari ya Mombasa, ambapo mambo mengi yanapitia, meli nyingi, biashara. Kwa hivyo ningependa serikali itilie maanani sana kile kitengo cha imports and exports. Malori yanapotoka Tanzania, malori yanapotoka Uganda, malori yanapokuwa yakitoka hata Somalia, yawe yanachunguzwa, maana mengine yao yanaweza kuwa yamebeba mambo ambayo hayastahili. Na pia unaweza pata kupitia ufisadi ndipo haya malori yanapita, ama meli zilizobeba miadarati zinapita kwa urahisi hadi katika nchi yetu ya Kenya. Hivi kulingana na taarifa iliyotolewa na Bwana Mohamed Ali kuhusu paruanja la miadarati katika kitengo cha jichopevu, inaonyesha kwamba wale wauzaji miadarati wakuu wanaachiliwa huru baada ya kukamatwa kule jela, na wale ambao ni wahusika wandogo kama wasafirishaji wamebaki kuozea jela. Kauli hii kulingana nawe ni ya ukweli ama ni ya uongo? Wacha kwanza, hilo ni jambo la mahakama ama kitengo cha serikali kinachojulikana kama vile judiciary. Nimpongeze sana Martha Koome ambaye ni Chief Justice, maana nimeona kwanza unakubaliana na kauli hiyo ama unaipinga? Enzi hizo naona ni kama ilikuwa ukweli. Wale ambao ni wadosi ama mwabwanyenye ambao wamekithiri katika hiyo biashara, they walked scot free. Na wale wadogo ambao hawawezi kujitetea ndani ya mahakama waliweza kutiwa ndani. Hivi tukikaribia kutamatisha, vijana ambao wanatumia miadarati, dawa za kulevya, siku baada ya nyingine hawezi fanya bila dawa, ashadhirika. Je, unatoa kauli gani na wasia gani kwao? Kwanza ni rejelee sheria ya Kenya. Pale ambapo kila mtu ambaye ako na juu ya miaka 18 ana uhuru wa kutumia chochote ambacho anachotaka. Lakini nirejelee methali ya Kiingereza ambayo utaniruhusu niseme kwa Kiingereza. Inasema too much of everything is poisonous. Sijui unaweza tafsiri kwa kila kitu kikitumia kwa wingi inakuwa sumu kwa afya yako. Ningewaambia tutumie kwa kidogo kile, kwa uchache kile. Kisiweze kuwa kingi kinatudhuru. Maana hata kwenye pombe imeandikwa excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Kwa hivyo kama unatumia, tumia kwa kidogo chako. Hela peleka kwingineko. Vijana wale wako chini ya umri wa 18 nitawapa onyo kali kwamba lile wanalofanya si sahihi. Na muda upo, na muda utafika wa kutumia kile ambacho unachotaka katika maisha haya. Na unatoa nasaba bora na wasia gani kwa watazamaji wote wa Runinga ya Mashariki pasi na kujali umri wala mahali ambapo walipo? Unatoa wasia gani na nasaba gani kwa vijana, kwa watu wazima na kwa wote watazamaji wa kwetu wa Runinga ya Mashariki? Wasia wangu kwa vijana wachanga ni kwamba wasiwe addicts, wasiwe watu wa kutumia mihadarati. Lakini kwa watu ambao wamefikisha miaka 18 ama kwa juu, ningewasihi watumie mihadarati kwa kidogo kidogo, lakini watumie ile mihadarati ambayo ni halali ndani ya nchi hii. Lakini wakumbuke pia mihadarati ina changamoto zake, inadhuru afya, inadhuru biashara, inaharibu hasa familia. Maana familia ambazo ni za mama mlevi, baba mlevi, zinaathiri hata jamii. Kwa hivyo ningewasihi wote tujaribu kadri tuwezavyo kupigana na vita dhidi ya mihadarati. Ukiona mihadarati inauzwa, nenda ripoti kwa polisi. Ukiona pombe haramu inauzwa, nenda ripoti kwa serikali. Na hao watu wataweza hata kuchukuliwa hatia kali. Kwa wazazi je? Na ukiwaga watazamaji? Kwa wazazi je? Kwa wazazi ningewasihi wawalinde watoto wao. Lakini mtu akifikisha miaka 18 huyo ni mtu ambaye ni mtu amekuwa. Lakini tuwalinde hawa wachanga. Wasione na wasiweze hata kutumia hiyo mihadarati. Ni shukuru pia kwa Mashariki TV kwa muda ambao tumekuwa nao. Niseme nashukuru sana hata kwa nafasi ya kunipa niwe hapa tuongelee hili jambo ambalo linawahusu sana vijana wa sasa. Kwa heri, tutaonana siku nyingine. Mimi ni wako Jora Mutweri.
Inshallah pukupuku sufufu maridawa, mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa, lakini yapo masuala ibuka kuhusu matumizi ya mihadarati na dawa za kulevya ambayo tutakuwa tukiyazungumzia katika kipindi cha pili, na ndio maana yake nakuambia usije ukabonyeza kindundi. Natoa shukrani za dhati kwa nyinyi wote kwa sababu ya kuwa nasi tangu alfa hadi omega ya kipindi hiki. Mwenyezi Mungu aliye Mola mteremezi mkawini mbingu takrima mzomzo zilizo na mbawazi, na awajalie au shisheshe isiyo na doa wala toa, isiyo na tashwishi kasheshe wala vicheche. Kwaherini.